Ikiwa una mimba ya miezi 5, hivi vitu ni vya muhimu sana kufanya. Mama ambaye ana ujauzito wa miezi 5, mtoto anaweza kuwa na gramu 250 mpaka gramu 400 au hata 450, inategemeana na mtoto. Sasa katika hiki kipindi kuna mambo ya muhimu sana kuzingatia, ni muhimu sana na usiache kabisa. Kabla ya yote, huyu ndo rafiki yangu ninapokuwa kwenye hedhi. Ni Pacify Organic Pad. Pedi salama kabisa ambayo inakuacha mkavu na mwenye kujiamini unapokuwa kwenye siku zako. Ichague leo. Hii ni Pacify. Kitu cha kwanza utafanya anatomy ultrasound. Ultrasound ambayo itakuwa inaangalia ukuaji wa viungo vya mtoto tumboni mwa mama. Lakini pia kitu cha pili cha kuzingatia, kama chakula ambacho unatumia kina ukosefu wa nyama, ukosefu wa samaki au mboga za majani, basi ni vizuri kutumia tunasema ni virutubisho hivi vya, au tunaweza kusema ni vitamins za ambazo zina calcium, ambayo ina iron na folic acid. Ni muhimu sana sana sana. Jambo la tatu, unapokuwa una mimba ya miezi 5, wakati mwingine mtoto huanza kucheza kwenye hicho kipindi. Na uchezaji wa mtoto hauwi ule wa moja kwa moja kama mtu ambaye ana mimba ya miezi 7 au miezi 8, anaanza kucheza kidogo kidogo, utasikia tu kama kiki fulani ndogo ndogo, japo itaendelea zaidi. Ni kipindi ambacho unatakiwa sana kupima sukari, lakini kupima na pressure kwenye hichi kipindi ni lazima sana. Lakini pia kitu kingine, ni kipindi ambacho unatakiwa kuangalia miguu, kuangalia mikono, uso, ikiwa unapitia changamoto yoyote labda ya kuvimba na nini, ili kuhakikisha unatibiwa mapema, kuangalia protini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ni vya kuzingatia sana. Lakini pia hakikisha unapohudhuria kwenye kila kliniki unapewa vile vitu ambavyo vinahitajika. Kwanza wiki 20 utakapokuwa unahudhuria, kuna SP unatakiwa kupewa, dawa ya minyoo unatakiwa umeshapewa, lakini pia tetanus unatakiwa umechomwa. Vile vitu vyote ambavyo ni vya muhimu lazima uwe umevifanya. Hakikisha hata kama daktari atakuwa amesahau, usirudi nyumbani bila kuwa umepatiwa kila kitu ambacho unatakiwa kupata katika kila hudhurio lako ambalo unahudhuria. Asante kwa kunisikiza. Until next time. Bye bye.